Nakumbuka juzi rais wetu wa Kenya alisema we must live within our means. Sawa sawa, akasema tusiende ukaishi hadi akatoa mambo ya recurrent expenditures kutoka from different ministries, na hiyo ndio tulikuwa tuna expect, na hiyo ndio tulikuwa tunataka. Na mimi nataka niulize bwana Ndindi Nyoro, the chairman of the budget, ya kwamba hiyo budget yako iko mzuri kabisa, mimi niikubali, lakini nataka hiyo budget hiyo tuiweke into bits. Tumeona tuko na zile vitengo za serikali ambazo serikali zinapatiwa pesa mingi, lakini to account for that money is another challenge. Sisi kama wabunge tumetumiwa messages kwa simu yako kama Safaricom Care. Yaani messages na natumia shilingi moja mpaka nimechana ilifika 40,000. Ninataka kutoa hapa. Ni kwa sababu wananiambia ati hiyo finance bill hiyo ikikuja mheshimiwa Salasia tutakunyana na chupa hiyo ikikuja. Sasa ndio nataka niulize rais wa Kenya ya kwamba the Kenyans they are ready to pay the taxes, but they want you to listen to them. Ndio tunasema tuko na zile vitengo za serikali. Kuna ile ingine inaitwa BRT, ile ya BRT walitengewa 2019 5 billion, wakakuja sijui wakapatiwa 7 whatever, wakakuja this time round tumewapatia in that budget about 1 billion. Lakini ukienda pale the BRT hii ilianza ya Kenya ilianza na ya Tanzania, lakini ukienda Tanzania ilisha kitambo. That's why now the Kenyans they are also asking, as we allocate this money, how are they going to be accounted for? Tuko na hii agriculture hii juzi, na mimi mheshimiwa nataka nikushukuru sana, umetuallocatea pesa mingi sana, na hiyo ni mzuri. Lakini wakenda nauliza huyu ni mturi huyu mwenye alikula pesa na akawacha ministry kwa mismanage, mbona tena anataka kwenda kumanage ile pesa ambayo tena umemwekea 10 billion? Those are the questions ambazo zinafanya watu wanauliza rais wa Kenya maswali mingi, na pia wanauliza mheshimiwa rais